Unaposikia wakati fulani, kwa nini tushughulike na lango la kaskazini? Yobu 37:22 nasema, kwa nini kaskazini? Kaskazini hutokea umemetufu wa dhahabu. Mungu huvikwa ukuu utishao. Ati kaskazini hutokea umemetufu. Geukia mwenzako mwambie umemetufu. Mwambie tena kwa sauti. Mwambie tena kwa sauti. Ati kaskazini hutokea umemetufu wa dhahabu. Mungu huvikwa ukuu utishao. Yani inamaanisha nini? Umemetufu inamaanisha kupambwa, kumetameta. Inamaanisha dhahabu inapokea kina kipya cha kuwaka. Ndio natangaza kwa jina la Yesu Kristo, ninaona uking'aa kama dhahabu. Ninaona hata kama ulipita motoni. Kuna watu mahali hapa walipita motoni Bwana, wakatengenezwa. Huwezi kuwa mtu utakayetokea katika umemetufu kama dhahabu pasipo majaribu. Bwana wa Mungu, ukisoma Isaya 14:13 inasema, nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu, nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano, katika pande za mwisho za kaskazini. Katika pande za mwisho za wapi? Ukimwambia mwambie kaskazini ndio mwisho wa mambo. Sioni kama kuna mtu ananielewa. Ambia mwanangu, mwambie kaskazini ndio mwisho wa mambo. Na ndio unaona ukipigwa kusini, ukipigwa magharibi, upigwa mashariki, unaanza kuomba lango la kaskazini likuitikie. Lango la kaskazini kwa ulimwengu wa kiroho likuitikia, linaanza kutoa mambo, linaanza kuleta majibu. Ndio natangaza kwa jina la Yesu Kristo, lango la kaskazini linatoa majibu maishani mwako. Lango la kaskazini linatoa neema maishani mwako. Haleluya. Amen. Isaya 41:25. Isaya 41:25 inasema, nimemuinua mtu toka kaskazini. Yoke mwenzao mwambie, uko tayari kuinuliwa? Anasema nimemuinua mtu toka wapi? Nimemuinua mtu toka wapi? Naye amekuja toka mawio ya jua, amekuja anitajae jina langu, naye atawajilia maliwali kama akanyagae matope, na kama mfinyanzi afinyangae udongo. Mungu ameinua mtu kutoka kaskazini. Ninaona biashara yako ikiinuliwa. Ninaona hatima yako ikiinuliwa. Naona maisha yako yakiinuliwa. Naona malango yako yakiinuliwa. Naona Yeremia 13:20, inua macho yako ya Yerusalemu kwa watazame, hawa nao kuja kutoka wapi? Kaskazini. Liko wapi kundi lako lilopewa? Kundi lile zuri. Mambo mazuri. Lango la kaskazini ndio huwa linafungua mambo mazuri. Lango la kaskazini likukufungukia, kila mlango unakufungukia. Ninaona kuna mtu anapewa urithi. Naona kuna mtu anapokea uamsho. Pokea uamsho mpya. Pokea nguvu mpya. Pokea uamsho wa majira mapya kupitia lango la kaskazini. Yeremia 6:22. Yeremia 6:22. Yeremia 6:22 nasema, Bwana asema hivi, tazama watu wanakuja. Watu wanafanya nini? Wakitoka katika nchi ya kaskazini. Bwana asema hivi, tazama watu wanakuja wakitoka katika nchi ya kaskazini, na taifa kubwa litaamushwa litokalo katika pando za mwisho wa dunia. Kuna nguvu ya uamsho ambao Bwana ameandaa, na ndio sisi tuko hapa kama wafungwa malango. Uamsho uambatane na wewe, uamsho uende pamoja nawe, uamsho ukutangulie, uamsho ufungue milango yako, uamsho uende pamoja nawe. Yeremia 50:41. Yeremia 50:41 inasema, angalia watu wanakuja watokao kaskazini, na taifa kubwa na wafalme wengi wataamushwa toka pande za mwisho wa dunia. Kuna nguvu ya kifalme, kuna nguvu ya kiwalikia. Ndio unaona yule malaika, yule mwanamke aliyekuwa amefungwa kwa miaka 18 alipokutana na Yesu aliyekuwa mbinguni, pande zile za kaskazini kule mbinguni, akasema, wewe mwanamke uliyefungwa kwa miaka hii 18, naomba ufunguliwe kifungo chako. Natangaza kwa jina la Yesu Kristo, kila kifungo kilichokufunga kikazi kinakuachia. Kila kifungo kilichokufunga kimaisha kinakuachia. Kila kifungo kilichokufunga katika hatima yako kinakuachia. Kila aina kifungo cha kikabila, kifungo cha kimaisha kinakuachia katika jina la Yesu Kristo.